Hello, habari, mambo vipi? Natumaini unaendelea vizuri na mimi pia niko vizuri na ndio maana niko hapa kukuletea mafunzo haya. Leo tutazungumzia kuhusiana na papai ama mmea wa papai, lakini nitadadavua kwa undani zaidi faida za mmea huu ikiwemo majani yake, mizizi yake, mbegu zake, lakini bila kusahau tunda lenyewe la papai. Na wengi wenu mnazoea tu kwamba mnatumia papai kama tunda lakini hamfahamu kuhusiana na majani yake, kuhusiana pia na mizizi, kuhusiana pia na mbegu zake. Kwa hiyo jumuika na mimi mpaka mwisho wa video hii uweze kujifunza kwa undani zaidi kuhusiana na mmea wa papai. Na moja kwa moja bila kupoteza muda nitaanza kuzungumzia kuhusiana na papai lenyewe kwa upande wa tunda, kisha nitaendelea na aina nyingine ikiwemo mizizi, majani na mbegu zake. Kwa upande wa tunda la papai, kama tulivyozoea, tunapokula papai huwa tunakula likiwa limeiva, lakini kuna virutubisho vingi tunavyovipata katika mwili wetu ikiwemo kusaidia mmeng'enyo wa chakula kwa sababu kuna enzymes pale za kusaidia kwenye papai, lakini pia linaweza kutusaidia kupata choo chepesi. Kwa wale ambao wana matatizo ya kupata choo kigumu, unapotumia papai basi unapata choo chepesi. Lakini pia kuongeza kinga ya mwili na pia kufanya ngozi yako kuwa laini na kuwa nzuri. Kwa wewe ambaye unatumia papai mara kwa mara, tegemea kuwa na ngozi nzuri, kupata choo chepesi, lakini pia mmeng'enyo wako wa chakula kuweza kuwa vizuri. Katika upande wa pili wa tunda la papai, endapo tutalitumia likiwa bichi, tutalitumia kwa namna ifuatavyo. Papai likiwa bichi, endapo unatafuna kipande cha papai bichi, husaidia wewe kuua minyoo wale mara kwa mara walioko tumboni. Kwa hiyo papai bichi inaweza kusaidia pia upande wa kuua minyoo katika tumbo lako. Lakini pia kipande kibichi cha papai kinaweza kutumika kama kulainisha nyama. Pale unapochemsha nyama yako jikoni, ukaweka kipande cha papai viwili, vitatu, basi kama nyama ile ilikuwa ngumu sana, inaweza ikawa na ulaini kidogo na ikawa imeiva vizuri. Kwa hiyo ni nzuri sana katika upande wa tunda, pamoja likiwa bichi na likiwa limeiva, jinsi gani unaweza kulitumia. Lakini tukija katika upande mwingine wa pili, tutazungumzia kuhusiana na majani ya mpapai. Majani ya mpapai ni mazuri tena sana na yanasaidia mambo mengi, na hapa nitaeleza. Jambo la kwanza, husaidia kuongeza damu hasa kwa wenye upungufu wa damu. Lakini pia husaidia kupunguza homa hasa kwa wale wenye homa ya dengue. Hii husaidia sana. Hapa nitazungumza baadaye baada ya kusema haya jinsi gani utakavyoweza kutumia. Lakini pia husaidia kusafisha mwili kwa upande wa majani hayo ikiwemo kama detox kwa ajili ya kuondoa sumu mwilini. Hii husaidia. Lakini pia husaidia kwa wale wenye matatizo ya tumbo kunguruma, kuwa na kujaa gesi ama kuvimbiwa. Jinsi gani utatumia katika matatizo niliyozungumzia? Utachemsha majani ya papai yale ambayo hayajakomaa. Kwa hiyo utachemsha majani yao ambayo hayajakomaa, utatumia kunywa maji yake, utatumia maji yake yale kikombe kidogo, nusu kama robo hivi. Katika kikombe kile cha chai utatumia robo na utakunywa kwa siku, yani kikombe robo kwa siku. Kwa hiyo utatumia kwa mfululizo wa siku 3. Hii itakusaidia wewe kuweka mzunguko wako wa damu vizuri, lakini pia kwa wale ambao utakuwa na homa, itashusha homa ya dengue, ni kama detox ya mwili, lakini pia husaidia matatizo ya tumbo. Ni dawa nzuri sana ya asili na inaaminika kwa ukubwa sana. Lakini pia tutakuja katika aina nyingine ya 3 ambapo ni mbegu za mpapai. Hapa utanisikiliza vizuri sana. Mbegu za mpapai zina faida nyingi mno. Faida ya kwanza, huua minyoo tumboni. Hii ni kwa wale ambao wanakuwa na minyoo sugu. Hii minyoo waweze kuwa hawakufuatilii mara kwa mara, utatafuna mbegu za papai kiasi tu kidogo
mbegu hizo za papai. Lakini pia mbegu za papai zitasaidia kupambana na bakteria walioko tumboni. Hii hutumika kama dawa, lakini pia hutumika kwa uangalifu zaidi, si nyingi wala si katika kuzidisha dozi. Lakini pia mbegu hizi za papai hutumika kuongeza nguvu za wanaume kwa wale wanaume ambao nguvu zao kidogo zinatetereka. Namna gani ya kutumia? Kwa wale ambao huwa na minyoo, unaweza ukatafuna mbegu kiasi kidogo, japo huwa zinakuwa zinawasha, lakini usitumie nyingi sana. Lakini kwa wale ambao unataka kutumia kwa ajili ya kuongeza nguvu, utafanya kukausha zile mbegu, kisha utazitwanga katika kinu chako, utasaga, utachukua maji ya vuguvugu glasi moja pamoja na asali vijiko viwili, kisha utatia ule mchanganyiko wako wa mbegu za papai, alafu utakunywa glasi moja. Unaweza ukafanya hivyo hata mara 3 kwa wiki. Utaona mabadiliko kwa wale ambaye una tatizo hilo la upungufu wa nguvu. Hii ni nzuri sana na inasaidia sana, na dawa hizi huwa zilikuwa zimetumika enzi na hazina madhara yoyote. Lakini pia tukija kwa upande mwingine, nitazungumzia kuhusiana na mizizi ya mpapai. Mizizi ya mpapai hutumika kwa matatizo ya tumbo, lakini pia husaidia maumivu ya chango ama ngiri kwa wanaume, lakini pia inatumika kusafisha mwili kwa undani zaidi, hasa katika mfumo wa uzazi wa wanaume na wanawake. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unasumbuliwa na chango, lakini mirija ya uzazi kuziba, matatizo ya hedhi, pia upande wa wanaume ngiri na kadhalika, kiujumla mizizi ya mpapai husaidia kwa wale ambao wana matatizo ya uzazi, chango, ngiri kwa upande wote wa wanaume na wanawake. Utatumia vipi? Utatafuta mizizi ya mpapai, utachemsha, lakini pia ukishachemsha utakunywa maji yake kiasi kidogo sana. Waweza kutumia vijiko 3 asubuhi, vijiko 3 jioni kwa muda wa siku 3, na baada ya hapo hautotakiwa kutumia tena, kwani haipaswi kuzidisha dozi ama kunywa pasipokuwa na tahadhari. Lakini pia kwa nyongeza, upande wa kiroho, unaweza ukatumia pia majani ya mpapai kama tiba asili ya kujifukiza kwa ajili ya kuondoa uchafu wa mwili wa kiroho. Yaani husaidia wewe kuupa mwili wako nguvu, lakini kuondoa zile negative energy ambazo ni mbaya, lakini pia inaleta usafi wa mwili na kujisikia vizuri sana. Kwa wale ambao huwa unajisikia kuchoka, unajisikia uchovu, unajisikia kama kujisikia vizuri, pia unaweza ukatumia majani ya mpapai, ukachemsha vizuri, ukatumia maji yale kuoga. Na mwisho kwa nyongeza, kwa wale ambaye unasumbuliwa pia na mapunye katika kichwa, hasa watoto wadogo wana tabia kuota sana mapunye, unaweza pia ukachukua majani hayo, ukatwanga na ukaweka sehemu ambazo zina mapunye katika kichwa. Na nyongeza nyingine pia, hayo majani kwa wale ambao wanafuga kuku kama anakuwa na asili ya kohoa ama anakuwa na mafua, unaweza pia ukatwanga majani yale, ukaweka maji yake katika maji ya kuku anapokunywa anakuwa na afya nzuri, lakini pia inalinda sana kinga ya kuku zako na kuziepusha na magonjwa ya kuku yahusianayo na kuku. Nadhani ndivyo tulivyojifunza kuhusiana na mmea wa mpapai, tukiangalia mizizi yake, mbegu zake, majani yake na tunda lenyewe jinsi gani tunavyoweza kulitumia na likatupa faida nzuri. Lakini hapa kutakuwa na tahadhari ama ushauri. Usitumie dawa kuzidi kipimo, hasa ikiwemo mizizi pamoja na mbegu. Lakini pia wajawazito wanatakiwa wawe waangalifu. Lakini pia kama una ugonjwa mkubwa ama una matatizo ya afya yako mwenyewe binafsi, jaribu kuwasiliana na ushauri wa daktari wako kuhusiana na jinsi gani ya kutumia mmea huu. Lakini mwisho kabisa nikukumbushe, mpapai sio tunda tu, ni dawa, na ukijua kutumia vizuri kama nilivyoelekeza, basi utasaidika nao katika mambo mbalimbali ikiwemo afya yako,
njia ya asili, lakini pia katika mambo mengine ikiwemo kuondoa vitu vibaya katika mwili kwa upande wa kiroho. Nadhani mpaka hapo utakuwa umejifunza jambo. Nikukumbusha kusubscribe kwa yeye ambaye bado hajasubscribe katika chaneli hii, ili uweze kujumuika nami katika mafunzo yangu mengine. Mimi nawapenda sana, na kama utakuwa na swali pia, maoni, ushauri, usiache